Wewe hizo janja janja zako unazozileta, unajua saizi ni saa ngapi? Chelewi. Sasa kama hujui, saizi ni saa 4 na mimi naelekea shamba. Nitakuja kukutoa hapo saa 12 jioni. Ngoja kale mwana Shibaru Chipeti, naomba unisaidie mpaka saa 12 nitasalilika. Utazalilika? Ungejua kuzalilika usingekuja hapo katika nyumba yangu. Nilikuwa ninapita njia. Na mtazalilika sana mwaka huu. Mbao sana. Nayayuka tu mwenyewe hapa mambo yangu. Kojagari. Nanguma. Asante. Vifo vya kusikitisha, Nanguma na mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi wakishirikiana na Kibanzi. Nanja anapambana kuokoa kijiji. Shikao. Maraba. Hii ya nini? Hiyo ni dawa. Nenda ukampake mdodo sehemu iliyopooza na atapona. Haya basi sawa. Msto wa vibanzi unafanya mauji wana kijiji. Wanaogopa kijiji kinalia, watu wanakufa na Kibanzi. Vifo vya kusikitisha, Nanguma na mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi wakishirikiana na Kibanzi. Nanja anapambana kuokoa kijiji na Habari yako? Salama ndugu yangu. Habari ya hapa? Safi, si ulipotoka? Huko nilikotoka ni salama japo sio salama. Kwa nini? Kuna mambo yametokea na ndio maana nipo katika mji wenu huu. Mambo gani? Nikimpata mwenyeji wangu nadhani kila kitu kitakuwa sawa sawa. Anaitwa nani? Mwenyeji wangu ambaye nimeelekezwa na nimemwambia anapatikana katika mji huu anaitwa mzee Ndunguru. Sawa sawa. Alokuelekeza yupo sahihi. Hapa ndo alipokuwa anaishi mzee Ndunguru na yule mimi ni mzee wangu. Hivyo ndo hofu kabisa kabisa yani. Ila kwa kuwa muda umeenda sana na kwamba leo upumzike hapa, kesho Mungu akituamsha salama nitakusindikiza mpaka kwa huyo mzee. Mimi kwanza niseme shukrani, pia nashukuru sana ndugu yangu kwa sababu safari niliyotoka ni ndefu. Pole sana, pole sana. Nashukuru sana 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 ndugu yangu. na njia na pamba kuokoa kijiji na wana kijiji, lakini anakutana na magumu ya kumkati. Nanguma, Nanguma, hata uniulizi kitu nitajiongeza. Nimekuwa kujiongeza kiboko. Kilao, mbona unaonekana kama una kitu? Kitu ninacho tena, kilinikaa hapa kile kinaniwasha kila nikikuhimiza. Nanguma, Nanguma uniulizi. Ndio maana nikakwambia nitajiongeza. Msitu wa vibanzi kuisha tena kweupe.
kwa baba yake harusi, kaja bosi, kuna miela hapo. Wewe taarifa akupe nani? Tena ule ukikechwa kukiekwa pale mahoteli makubwa makubwa yale, si yale mambo yao wanasemaga ya kuelea yale kwenye maji mule manini makisimpuli wanaitaga ndio hivyo. Basi wote pale mimi sikatiki pa utanianza kuelea tu. Naenda narudi. Mabosi pale mimi nitakuwa kimbelembele pale nipata taa usika pale niusike pale. Hiyo kusukula unajua masuala ya hoteli ninavyonaga kwenye video mule. Mambo mazuri yale. Mimi pale sikatiki. Mimi mwenyewe kunenepa nataka. Wembamba nimeuchoka. Nakwambia hivyo. Tena nikija hapo mtaani sasa tutakupa mnyoni. Kidogo kule. Yaani hapa mtaani hapa mtanitafuta hapa. Nitakuwa nashinda kule muda wowote ule. Humu tunaelea kwenye maji. Mara kwenye viti vizuri vile naelea vile nimetulia nimesizi. Mimi huyo. Weka hapo. Ushaikutana na Mondi? Alikiba. Unaona haki na Zuchu wote hawa. Watakuwa lazima sababu hoteli itakuwa kifahari, lazima hawakosi hao. Alafu mimi ndo atakupa mtu wao karibu sasa ndo rafiki yao. Wakifika kidogo, wamefika kwangu mimi. Kidogo, mimi hapo tena sitocheza mbali hapo tena. Na yale mambo yao yale sijui kutalitali yale wanafaga wanyama nasikia kila kitu kitajazwa hapo. Kwa sababu hizo ratiba zote mimi ndo ninazo. Angalau mnaniona nitusiwa mtaani mnaniambiaga Mbeya Shangingi, lakini mimi ndo nina ratiba zote. Hapo nasikia hapo. Vitu vitavojazana hapo. Wewe sikia tu kwenye video. Unaona teta masiala. Basi wewe ndo unapokataga ushaanza sasa. Kidogo. Mimi nilikuwepo bwana, naondoka bwana. Naona unaanza hivyo. Mstoa vibanzi unafanya mauji wana kijiji. Wanaogopa kijiji kinalia, watu wanakufa na kibanzi. Vifo vya kusikitisha na Nguma na Mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi wakishirikiana na kibanzi. Nanja anapambana kuokoa kijiji na wana kijiji, lakini anakutana na magumu ya Hii dawa. Na yule alonipa dawa hii ni nani? Na kwa nini anipe dawa? Takuwa endi kumzuru kweli. Si nitupe. Wanaogopa kijiji kinalia, watu wanakufa na kibanzi. Vifo vya kusikitisha na Nguma na Mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi wakishirikiana na kibanzi. Nanja anapambana kuokoa. Wewe tena huku? Mimi nipo huku, sijui wewe. Mimi nipo huku. Vipi? Fresh, sijui uko ulipotoka. Kwema? Kwema. Mkunde. Kuna mwekezaji kaja, katoka Dar es Salaam, kaja huku kijijini kwetu. Kwa ajili ya kuwekeza ule msitu wa vibanzi. Ataweza kweli? Maana ule msitu na ule na yale majini. Lazima ataweza, maana katika dunia hii pesa ndo kila kitu. Kweli, lakini maana watu wanaua wazazi wao kisa pesa tu. Inaweza kuwa ataweza. Ni lazima tu bana ataweza. Haya. Vipi? Unaelekea wapi? Naelekea kwa zangu dukani. Twende basi. Mstoa vibanzi unafanya mauji wana kijiji. Wanaogopa kijiji kinalia, watu wanakufa na kibanzi. Vifo vya kusikitisha na Nguma na Mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi wakishirikiana na kibanzi. Nanja anapambana kuokoa kijiji na wana kijiji, lakini anakutana na Dodo. Nimeshaua. Acha mama, nimeshaua. Haya. Nishalizua. Dodo.
Dodo, we mdodo. Umemwona? Nani kangumwonyesha? Mama, yaani mimi kupona unaniuliza nani kafanya hivyo na maana hujapenda? Nani kangumwonyesha? Yaani baada ya jambo la kushukuru Mungu mwanao nimepona. Ina maana kipindi nateseka naumia wewe bado ulikuwa usononeki, ulikuwa umii. Yaani mimi niko vile baada ya kusema nashukuru Mungu, leo nakuja kusema nani ameniponesha na maana hujapenda kabisa mama yangu. Ndio, ngoma nimeona wewe umeona. Na unajua nani amefanya ngani? Nani amefanya hiyo ngani wewe ya kumuona? Kweli mchawi ndugu. Sijaamini kabisa kama wewe mama ungechukia kwa hayo. Sawa, Mungu atakulipa. Maana wewe ndo unaofanya hivi na hisi. Kwa sababu gani ionekane mimi nimepona baada ya ushukuru Mungu unaniambia nani kakuponesha, yani umechukia kabisa. Sawa. Wewe mnono. Mnono. Ah. Mnono. Wewe mnono. Wewe mnono. Mke wangu, umekuwa mvivu sana. Unategemea vijana tu kule shamba. Nilipoenda kule Nyaobe, jinsi kulivyo tofauti kabisa. Kuhusu uko shamba, we mwenyewe una wafanyakazi wako, una wasimamizi wa kazi. Kwa hiyo hadi wewe msimamizi wa kazi wewe pia anakusaliti, lakini sio mimi. Sasa mke wangu, wewe uone uchungu ile anazotoa mimi. Mimi siwezi kulima bwana, na siwezi kuzurura. Unaniona kama hivi nilivyo unavyoniona. Siku moja moja wewe unaenda basi na wewe kule shamba. Kwenda kuwasimamia vijana wale. Wanakuja wanachukua hela, bwana tumemaliza. Wewe unawapa tu hela. Yeye nimeenda kule kuna ile kabondeni kule. Karibu na ule mzee nani si yule jirani yetu ule. Mwenyekiti wa kijiji, nina taarifa zenu kuhusu msitu pamoja na huyo mwekezaji aliyeingia ndani ya kijiji. Kuna ukweli wote kuhusu hilo? Kwani wewe ni nani katika maisha yangu au katika maisha yetu, familia yangu mimi? Maana nakuona una kihelehele sana. Mwanangu harusi mpaka sasa hivi simjui aliko. Si unamfanyia nini? Alafu angalia sasa, wewe ni mwanamke. Kwa nini uzaiwa kwako? Tumekuachia harusi. Unafuata kwenye kuhusu msitu? Wewe unakuhusu nini? Sasa sikia nikwambie. Fanya yako. Umenielewa? Alafu na Ngoma, mbona unapenda sana kunifuatilia? Kwa nini? Nimekukosea nini wewe? Mwanangu naye wewe bado unamtesa huko nyumbani kwako. Alafu isitoshe unakuja kuhusu, nasikia kuhusu msitu. Msitu unakuhusu nini? Msitu mali ya mke wangu katika familia yake. Wewe unahusiana nini na msitu? Na Ngoma, unataka nini kwangu wewe? Kama umemchukua harusi, hata sisi tu kama naweza tuchukue tu. Maana sisi hatukuogopi, tushajitoa mwanga, hatukuogopi. Fanya unachokitaka. Na hapa kwetu ondoka. Mwenyekiti wa kijiji, nimekuja kutoa onyo kwa ajili ya msitu wa Vibanzi pamoja na huyo mwekezaji. Sitorudia tena kuzungumza. Yanaweza kuwa mabaya zaidi ya mwanzo. Nadhani nimeeleweka. Vifo vya kusikitisha na Nguma na mzee Kojagali wamekuwa hatari. Sasa ndugu yangu, kaka. Na hapa alipofikia natosha. Natosha, mimi naomba nirudi niwahi mji wangu. Ila sasa nitakupa maelekezo. Unaona njia hii? Naam. Pata njia moja kwa moja ukishafika mbele hapo. Upande wa kulia hapo utaona kuna mti mkubwa. Hapo kuna kona hapo. Kwa hiyo utakunja hiyo kona, utafuata ukaenda mbele unaona pacha tatu. Hiyo unatoka nayo nyingine umetoka kulia. Sasa utanyosha, hii ya kulia achana nayo. Nyosha. Huko ndo anapatikana huyo mzee na kijiji cha pili kipo huko. Nashukuru sana ndugu yangu.
Shukrani ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Haya. Karibu sana. Haya. Unafanya mauji wana kijiji wanaogopa, kijiji kinalia, watu wanakufa na kibanzi, vifo vya kusikitisha na nguma, na mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi, wakishirikiana na kibanzi na njia na pamba kuokoa kijiji na wana kijiji, lakini anakutana na magumu ya kumkatisha tamaa, ila na njia wake. Oh. Na njia na pambana kuokoa kijiji na wana kijiji, lakini anakutana na magumu ya kumkatisha tamaa, ila na njia Habari yako mama? Salama. Unyama? Sijambo. Shikamoo. Mama. Nilikuja na shida na wewe, nilipata tiba. Mhune. Kwa sasa sina hima yoyote ninayofanya inayohusiana na majini. Ni ngumi nimefunga kilingi.
Unaanza nongha. Kinaendelea nini hapa? Na alikuwa hichi kijiji chote tunamtegemea yeye. Haya, wanaogopa kijiji kinalia, watu wanakufa na kibanzi, vifo vya kusikitisha, na Nguma na Mzee Kojagali wamekuwa hatari zaidi, wakishirikiana na kibanzi. Nanja na pambana kuokoa kijiji na wana kijiji, lakini anakutana na magumu ya... Shoga yangu, hapa kijijini kwetu kushaanza kuchangamka. Kuna mwekezaji ametokea, anahitaji kuwekeza kwenye hiki kijiji chetu. Shoga, hivi unadhani ataweza kuwekeza kwenye hichi kijiji? Kwenye hela hakuna kitu chochote kile kinachoshindikana. Labda nisiseme sana, ila mimi sijajia hicho shoga yangu. Umejiania tena leo? Jana nilienda kwa mama Mdodo. Kwa mama Mdodo? Nimeenda kupata tiba. Cha kushangaza sasa, eti kaniambia kwamba tibi na kafunga kilinge, na aliyakuwa hapa kijijini tunamtemegea yeye. Unaona sasa shoga yangu, wabaya washaanza kujiweka pembeni. Nadhani mama Mdodo sasa hivi sio mtu mzuri na sio mganga kwenye hiki kijiji. Na cha kushangaza sasa, kamuinua hadi mwanawe. Nilikaa naye mwanawe kamuinua, tunaenda kumuogesha. Alafu mimi najua nina wazo. Yule mwanawe Mdodo itakuwa yeye ndo amefanya. Shoga, mdomo ulimponza nani? Kichwa. Kwa hiyo Wenda kwa kuogopa shoga yangu. Kashoga we. Tamlaza nje mpaka lini? Hatuwezi kumwingiza ndani, sababu najua sheria, kanuni na taratibu za kijiji chetu. Hatuwezi tukamwingiza ndani pasipo kujua asili yake, ametokea wapi. Sawa, japokuwa tumempaka dawa kuwa sumu ya nyoka ya kijiji, lakini si kawaida mtu kuchelewa kustuka mpaka saizi. Ni kweli hata mimi shoka inaniingia wasiwasi. Natakiwa tumpe taarifa mzee Ndunguru haraka sana, sije kutokea. Sawa, inabidi ifanyike hivyo haraka sana. Mdodo, vifo vya kusikitisha na Nguma. Mdodo, Zadabi ndo amekuponya? Hapana, sio huyu alioniponya. Oh, hongera, lakini umakini unahitajika juu yako. Uwe na siku njema. Vifo vya kusikitisha na Nguma na Mzee Kojagali wame... Hongera, lakini umakini unahitajika kwako. Hii imekaaje? Na Mzee Kojagali wame... Mwenyekiti, unajua ndani ya hiki kijiji chetu sasa hivi toka waingia wawekezaji mambo yamekuwa bur. Yaani mambo wanasema vijana wa sasa hivi kamshangwe, mwelele yamenyoka. Kigaga. Hata hivyo Mdodo amepona na anaendelea vizuri. Ninachoamini mimi ujio hawa wawekezaji umesaidia kabisa Mdodo kupona. Sasa hivi amerudi nyumbani kwake na anaendelea shughuli zake kama kawaida. Yaani tunasema yupo ngangari. Ina maana mama Mzee amemponyesha mwanawe? Hapana, sio mama Mdodo. Aliyomponesha ni yule jamaa fulani hivi ambaye huwa anatokeaga kama chafya. Mganga si mganga, mchawi si mchawi, yaani yupo tu. Yule jamaa
ndio alomponesha Mdodo. Kigaga, una uhakika na hilo? Mimi nina uhakika na hilo mwenyekiti, na katika hili tunatakiwa tujifunze kitu kimoja mwenyekiti. Hapa sasa katika hili mimi naamini kitu kimoja, lazima tuishi kama simba, yaani maana yake nguvu moja. Lakini pia mwenyekiti, tusisahau kuishi kama Yanga, daima mbele nyuma mwiko. Hawa wawekezaji wametufanya kidogo mambo yao mazuri katika kijiji. Kijana, kweli unachokiongea, lakini unajua yule jamaa kwa kweli hata mimi ananipa shaka sana. Alafu Kigaga, wewe najua mpambanaji na kuamini sana kijana wangu. Yule bwana hapa anaishi kwa nani? Hapo kwenye kuishi kwa nani mpaka sasa mwenyekiti, mimi sijajua anaishi kwa nani, lakini pia tuachane nalo kwa sababu hilo sio lilonileta. Kipo kilichonileta. Hata huko nilipoanzia ni udambu tu mwenyekiti. Kumbe? Sasa ngoja niende kwenye point mwenyekiti. Hivi mwekezaji hapa anakuja lini? Mbona yupo kimya sana? Kigaga, yaani mwekezaji nimetoka kuwasiliana naye muda si mrefu. Natumaini wiki haitoisha. Anafika katika mji huu. Basi vizuri. Yaani ujio wao wale ndio neema inaongezeka kwenye kijiji chetu. Vibaya mno. Kwa hiyo atakapokuwa amefika, mimi na imani mambo yataenda vizuri. Sasa mwenyekiti, mimi nataka nitoke na mimi sinajua kijana wako. Hata mambo kidogo hapa nataka buku hivi. Basi. Mwenyekiti, unajua uwezi wewe mtu wa serikali. Usema kama sina kitu unaona aibu. Mimi najua. Hamna. Ukiwaga nao sio mzito kiasi hicho. Mimi natoka basi. Basi haina shida Kigaga. Utamsalimia mama akirudi. Haina shida. Ila hilo la hao wawekezaji kwa kurudi, limenifanya niondoke na furaha. Wewe usio na wasiwasi, furahia kabisa. Neema zinaingia katika mji wetu. Haina shida mwenyekiti. Tena? Kila laheri. Vipi kaka? Safi. Kwema kabisa. Kwema, karibu. Nishakaribia hapa. Kuna habari gani? Habari mpya hakuna. Ndo kama hivi mvua na nini zinaendelea. Na mimi nashukuru kujua na ugeni. Sema nini ndugu yangu? Hapa nina changamoto moja. Mdodo tangia haponi. Sijafanikiwa kuonana naye. Na shida kubwa mama yake. Yaani Mdodo nampenda sana. Lakini mama yake ndo amekuwa kikwazo, ndo changamoto kubwa. Shida ni kwamba wewe ulilolianza hutaki kulimaliza. Na jambo lolote ukilianza unatakiwa ulimalize. Sijui umenielewa hapo? Mimi ninavyoona mama yake na Mdodo wewe hawezi kukudhuru. Ndugu yangu, yule mama yeye unajua wewe. Unaposema hawezi kunizuru, unakaa unanitafutia tatizo. Hiyo sio tatizo, au hilo sio tatizo. Unajua wewe kitendo ambacho unakifanya ni kuhitaji kuchovya chovya. Lakini kama kweli wewe umeamua na ni kweli unampenda yule binti, fika kwa wazazi wako waeleze. Lakini pia kuna wazee, kama wazazi wako hawapo, kuna wazee, waambie wazee. Tuma wazee wako 2 3 waende pale, toa posa, oa. Mimi nina imani hilo ndo la msingi kwa upande wako. Kwa hiyo endapo utasema kwamba mimi nampenda, yani nampenda ya kuishia njiani namna hiyo, si nampenda ambayo kweli unampenda. Unafikiri itawezekana kweli kirahisi? Hilo linawezekana. Na linawezekana na kuhakikishia, kwa sababu hakuna mzazi ambaye apendi mwanawe aolewe. Basi hilo halina shida. Kwa hiyo wewe ukifanya hivyo, mimi binafsi nitakuwa bega kwa bega na wewe ili ufanikishe hili jambo. Lakini nisingependa kusikia kwamba unasema mimi fulani nampenda alafu ukamwacha akaenda.
itakuwa ni aibu, na tutakuja kufikia wakati nitakuona hivi alafu utakuwa tunachekeshana tu na kuuliza vipi bwana, kumbe Dodo kashachukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo changamka. Yaani shida sio wazazi wake. Yaani umeona sisi hizi life zetu sisi 45 tunadharaulika hivi jinsi tulivyo. Si umeona Ulaya sisi nini? Wewe sio shida kwenda pale. Ukienda pale unaweza kaona mtu anatimuliwa kama mbwa pale. Hapana. Mimi siwezi kuamini hilo. Unajua kwa maisha ya sasa hivi hakuna mtu ambaye hajui ukisasa. Mimi ninajua tu kwamba hizo rasta na muonekano ni vitu vya kupita tu, kwa sababu una uwezo wa kubadilika. Siku hizi umekuwa mzembe sana wa kujichukulia sheria mkononi. Kitu gani kilikufanya ukamfuta mwanao Muhuri wa kichawi? Hali ya kwamba unafahamu ile ni alama yetu, popote anapokwenda tunamuona. Maana ya humhuna ule Muhuri, nilimhuna kwa sababu nilijua nimeshamfanya mlemavu. Kwa hiyo hawezi kusonga manani na kwenda mahali pomone mahali. Hilo ni kosa. Yaani ni kosa katika kazi. Chochote kinachofanyika kina maana, lakini sio kinafanyika alafu unatengua kwa maamuzi yako. Hilo kosa litakiwa kujirudia tena. Na kwa hiki ulichokifanya, mwanao inabidi aolewe na Kojagari. Msto wa vibanzi unafanya mauji wana kijiji. Wanaogopa kijiji kinalia, watu wanakufa na kibanzi. Vifo vya kusikitisha na Nguma na mzee Kojagari wamekuwa hatari zaidi wakishirikiana na kibanzi. Na njaa na pambana kuokoa